tutakuwa tunatembea pamoja vile nataka. Sasa wewe unataka chama ichukue hatua gani kwa hii NDC ambayo wanakuwa nayo siku ya leo? Unatarajia nini? Na kwa vile umesema Sifuna ndio sauti ya chama, kwa vile tunaona pia aliondolewa, wewe una msimamo gani kuhusu hayo? Sidhani kabisa kama kuna change yote itatendeka hapo leo. Juu watu walishaamua hii mambo yote. Ndio unasikia lazima polisi wakae pale na tiagas na bunduki. Juu hapo kumaanisha kwamba sasa sio ODM yetu tulikuwa nafikiria kitambo. ODM ya kitambo ilikuwa ODM, Orange Democratic Movement. Lakini ODM ya sasa hii hatuoni kama kuna kuwa na tofauti ama anaweza kutusaidia unless hii ya Sifuna yenye baba alituelekeza. Mwenyewe akisema bwana, ukisikia Sifuna usikie baba, hiyo ni ODM anaongea. But hiyo Buru naye hatuoni juu anasema nataka power. Sasa kama unataka power, hatujakataa. Power unataka. Na sasa watu wengine wao watatafuta nini? Juu kuna mtu analala njaa. Kuna mtu aliambiwa mtoto wake aende shule, aendi. Kuna kitu, yani vitu ziko mingi. Wewe unataka, unaona tu power mbele yako. Tutakuwa namna gani Kenya? Tutaelekeza Kenya. Hiyo sio moto ya ODM ya power. Moto wanataka kuona Kenya inasonga mahali penye natakana kwenda. Sawa, ya mwisho njoo utuambie wewe una nini la kusema kuhusu kongamano? Mimi naitwa Vincent, boda wa Kisumu, tena mfuasi mkuu wa ODM ya ile ya Raila Odinga. Na kulingana na mimi mambo inaendelea saa hizi ODM sio ya mwananchi. ODM imekuwa ni ya wachache, ndio maana kuna mgawanyiko ndani ya ODM. Kulingana na mimi kama Vincent kibinafsi, mimi niko kwa linda mwananchi, kwa sababu ile linda ground ni ya wakwasi ambao wanataka power, na linda mwananchi ni genuine, ilitambuliwa mpaka na Raila Odinga. Wakati hata Raila Odinga alikuwa hai, hakuwahi fukuzana na Edwin Sifuna. Walikuwa wanasema Sifuna anaongea kuwakilisha chama cha ODM. Wakati Wanga na kina Opiyo Wandayi walikuwa wanasema 2 term, walikuwa wanasema hao wanaongelea maoni yao. Kulingana na mimi, ODM inatambua ni ya linda mwananchi, na ile ya linda ground inasumbukana bure. Na mimi nilikuwa naomba hivi kabla nimalizie, wakati wamepatia ODM ile ya Wanga nafasi ya kujieleza na kufanya mambo yao, pia hao wapatie linda mwananchi nafasi yao kuuza sera yao. Serikali wacha kupingana na wananchi. Sawa, mwisho moja tu dakika. Mimi ni Moses Ochieng, nafanya kazi hapa Kisumu. Na mimi nasema sisi kama wananchi tunapitia mambo magumu saa hii. Saa hii maisha iko juu, bei za vitu ziko juu, na mimi niko kwa team Babu kwa sababu hiyo ndio timu yenye tunaona wako na wananchi. Tuko kwa Babu kwa sababu na Sifuna. Asanteni. Those are just sentiments from the county of Kisumu, and the residents have given differing opinions depending on where they feel the party of ODM should be heading to. So it's just a matter of wait and see what the NDC will decide going forward, and we'll know from there going on. From county of Kisumu, that's it for now. Back to you in studio. Thank you so much, Joseph Guma, all the way in Kisumu County, just capturing some of the sentiments in that region. Of course, it is a stronghold of ODM party. Some of them seemingly confused with everything that is happening. Some of them in a dilemma on who to support, the Sifuna-led faction or the Oburu-led faction. For now, we're going to be coming back home and speak to our reporter Majibu Kitsao. He is at Ufungamano House, where the Sifuna-led faction was supposed to hold its People's NDC, but apparently they were denied entry. Let's speak to him on phone at the moment to just give us a picture of what is happening right now. Majibu, if you can hear me. Kama nilivyokuarifu hapo awali, polisi walikuwa wamesema wale ambao ni wafuasi wa muungano huo basi
Linda Mwananchi hawatapata nafasi ya kuingia, lakini hivi sasa ninapozungumza hata mimi mwenyewe pia niko ndani ya jumba la ufungamano ambapo viongozi tayari washaingia. Tumemuona seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, gavana James Orengo, wabunge Anthony Kibagendi yuko hapa, kuna vile pia Karoli Omoni tayari wameweza kukaa, kuna Babu Owino. Kikosi kizima cha Linda Mwananchi kimewasili ndani ya habari vile ambao pia walikuwa wamezuiliwa kuingia ndani ya jumba hilo fungamano, wako ndani wamevalia shati kabisa za kuonyesha kwamba wao ni wafuasi wa muungano huu wa Linda Mwananchi, na katu kabisa hawatabanduka hapa, na wanasema kwamba ule muungano mwingine ama ule mkutano mwingine ambao unaendelea na lile kundi la Linda Ground basi si sahihi. Hii ndio ODM halisi ambayo ni ya kumlinda mwananchi, na bila shaka tunatarajia kwamba watakuwa wanaweza kuzungumza mengi na kuweza kutoa mwelekeo kwenda mbele kuhusiana na mwelekeo wa muungano huu kabisa wa Linda Mwananchi. Kwa sasa tunaona viongozi, tunamuona pale Godfrey Osoti ambaye anaweza kuzungumza, na muda mfupi basi tutakuwa tunavuka moja kwa moja kuweza kuzungumza ama kuweza kupata sauti ya kile ambacho watakuwa wanaweza kuzungumza kutoka upande huu mwingine wako wengi ambao wako hapa. Polisi wameshindwa kabisa kuzuilia wafuasi hawa ambao bila shaka walikuwa wamekatazwa kuingia hapo awali, polisi wakisisitiza kwamba hakuna shughuli ambayo itakuwa inaendelea ndani ya jumba hili la ufungamano. Lakini muda mchache uliopita tumeweza kumwona gavana Orengo akiwasili hapa na kundi kubwa kabisa la vijana wakiwa wanaimba nyimbo za uzalendo, wakisifu kwamba wao ndio Sifuna, ile kauli ambayo imekuwa ikitamba sana mitandaoni ya kwamba sisi ndio Sifuna. Pia vile wameweza kuvaa shati za kuhakikisha kwamba wao ni wafuasi sugu wa vugu hili basi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Kwa hiyo ndio taswira kutoka jumba hili la ufungamano, na kama ilivyokuarifu muda mchache mitambo itakapokuwa shwari basi tutakuwa tunaweza kupata picha za moja kwa moja kutoka ndani, Mumbi si nje, kutoka ndani ya jumba hili la ufungamano. Kwa sasa niweze kurudisha kwako studio niweze kufanya mitambo hapa, na muda mchache kutoka sasa mtakuwa mnapata picha za moja kwa moja kutoka eneo hili, Mumbi. Shukran sana Majibu, thank you so much for that report, and of course we will keep following up on what is going on at Ufungamano House, where the Sifuna-led faction, and of course Majibu has just informed us that they were able to enter and that People's NDC is currently going on. So we are just gonna be waiting to see what is going to be happening there, and of course preparations are underway. We can see various leaders at the other NDC or Special Delegates Convention at Jamhuri Grounds, where the Oburu Odinga-led faction is expected to hold its NDC. We will be keeping a close eye on everything that will be happening. And of course, the party leader, Oburu Odinga, has just arrived at the NDC at Jamhuri Grounds, and of course other expected leaders who were supposed to arrive there. We are going to be looking out for the chairperson Gladys Wanga, and of course other various leaders to just see what is happening. What are some changes that are going to be expected moving forward? What should we expect? What does this mean for the ODM party? Let's come to you, Mushendu. I'm sure you heard the sentiments of the various, the residents of Kisumu County and of course Eldoret, seemingly confused, in a dilemma. What does this mean for the members of ODM? I think you're going to give credit to the late Honorable Prime Minister Raila Odinga. He has been in control of this region politically for almost 40 years. And one morning we wake up and he's no longer there. So I would expect that such confusion will be on the ground. Number one, as I said,
there is quite a big lot of politicians from the region who have survived the political onslaughts over the years because of that protective nature of the Prime Minister, that if the Prime Minister gives a green light, you are the man or you're the woman. You know, there is no other person who would have argued with that. And having gone through a very huge and a very big season of depending on a singular individual to give a political direction, I feel for the people of Nyanza region because they are now left and torn between on which function to support. And that's why as we started the show, I said that we will have a very murky waters going to 2027 because one is that you have and I will not use the word function when it comes to the Oburu Odinga red team, because as far as the party structure of ODM is concerned, they are still the leaders of the party known as ODM. And I feel that if Sifuna indeed was honest in fighting his battles to be in control of the SG position in ODM, he ought to have fought a war within. And I am not surprised that initially there were reports that they had been stopped from entering Ufungamano. I would not be surprised if that was a PR stunt to make the functions event popular. But the point here is, and this is what any political player within the region needs to understand, that the people and the residents of Luo Nyanza, quite a big number of them are torn between on which side to go. And that being the case, then it brings... All right. Mushendo, let me cut you short. We're going to be crossing over to Ufungamano House, where Edwin Sifuna is currently speaking. Let's hear what he has to say at the moment. Come on, why is it freezing? Pia utatoa heshima ya mwanzilishi wa chama hiki, baba yetu, kiongozi wetu, ndugu yetu. Looks like he's been Right, there you have it. We are going to be getting back there as soon as we can, as soon as we get that picture clear, where Sifuna, Nairobi Senator, is speaking. And of course, he has been able to go on with that meeting, People's NDC at Ufungamano House. We are going to be hearing from him, of course. Sophie, what do you make of all this? And the president's name has emerged severally in terms of having him or having his hand in this whole process with the Wanga Oburu faction, and of course, them supporting him and his bid for the 2027 re-election. What do you make of all this? Do you see his hand in all of this? definitely yes, because of how you can see things moving courtesy of the broad-based agreements and arrangements. Yes, there is his hand in it for his quest and bid for 2027. Mm-hmm. Just like any other political party or any other leader, like Mushendo said as well. We form political parties, or we are in political parties to win these seats. We do not just form political parties as vehicles to go sit at home. So they are doing what they're supposed to be doing to be able to garner their numbers in preparation for 2027. And unfortunately, the split is cutting deep and severe, which is hurting their core, which is their ODM followers. Like you can see, reading from, listening from Kisumu and Kakamega, we have just watched people. There's different mixed
feelings about today's event and how and what the people are feeling. It's clearly coming out that indeed there is going to be a serious and a massive votes split in ODM between the two factions. Might not be seated comfortable, or not advise anyone to sit comfortable and say, since Sifuna is going to be ousted, now ODM will remain a block in terms of, you know, the votes block. That is a big lie. I'm actually was reading my messages from the aspirant forums we have in Nyanza itself, has confirmed the same. Because that is what the people feel. Much as they are outstarring him, he's going to pull out quite a big and substantial number of votes out of that function. Remember, where Sifuna comes from in terms of, you know, their region and distributions of how the votes in ODM are, Western actually has the highest number of votes in ODM. And we've Western seen region. in Western region, where he comes, where he resides from. And they've been very vocal. You touch our son, we are done. We're gone. So, if I was the government, the president must be very worried, because if 8 million votes going to be plucked off you, pulled under your feet, is not something. It's I think Sophie is giving Sifuna too much credit. No. You know, as much as Sophie is entitled to that opinion, I'm also entitled to my own opinion. I think in politics, even when the president was going for an arrangement between him and ODM, he is not stupid to imagine that everybody within the ODM party is going to follow suit. He is aware that there will be people who would want to go a different direction. That does not necessarily mean, because surely, how do you credit Sifuna with 8 million votes in Western Kenya? What part of Western Kenya have we seen Sifuna before controlling? He is not, yes, he has been able to be elected as the senator of Nairobi, which is a cosmopolitan county, the biggest cosmopolitan county that we have in the country. But that does not mean that simply because he comes from Western, he controls. In fact, Sifuna, the senator of Nairobi, the governor of Nairobi, all of them come from Western Kenya. So I would want to imagine that, of course, Sifuna has a sizable number of followers. But how many people are following Sifuna? Because politics again is about... Is it just about Sifuna or the voting bloc? You know, that's what I'm saying. That's what I'm saying. You cannot attribute the entire voting bloc of Western Kenya to one person. In fact, Western Kenya has produced some of the greatest names within the political systems, former and current. And therefore, when you insinuate that Sifuna, by Sifuna leaving the function that is working with government, he goes with 8 million votes. So how big of a name? I believe that is exactly what we have been saying, that we are heading into a murky water between now, because the war within ODM intensifies from today. Now that I am expecting the special delegate conference to affirm what the executives have done within ODM. And therefore, by the head of business today, Sifuna will have officially been excommunicated by the highest or decision-making organ of the party, which is the delegate conference. And the war within ODM or without ODM will start today. And therefore, we are heading into a murky waters where the effects of what is happening today and what has been happening will be, we may not be able to tell the effect of what has happened now. But from here going forward, as we are gearing toward 2027, we are going to see how far-reaching is the implications of excommunicating Sifuna. Okay. But right now, anybody trying to, you know, credit the 8 million votes to Sifuna, I think that is being crazily imaginative and far-fetching politically. That word crazy. You know, facts, you cannot run away from facts. And let me just put it as plainly and brutal, honest as I can. We are very ethnical when it comes to politics of our country.
We are, let me use a word that would understand, tribal, very tribal. When it comes to to making decisions in politics. And like I've just said, and I will repeat, this is going to have a huge impact in division of votes of ODM. Like I said, I'm sure they are worried from the government faction. Much as they would have, they already prepared for this outcome, it's already a big loss. And those are that is the so-called shoes of, you know, Baba's shoes, which none of these ODM leaders would be able to fit in. Because he used to know how to create those balances. Let's go back to how Sifuna joined, or how he was brought into ODM. Same thing, tribal, regional, so that there's that balance of inclusivity to be able to garner votes in that region. Raila was not stupid. He knew. He knew how much he would get from that block versus what he has in his own backyard. So I would not say it is a murky water. It is as clear as day as we get by. And even evidently expressed by the Kenyans themselves today. You've heard one lady there from Kakamega says, come what may, wanakufa na Sifuna wao. And that is the reality on ground. They may succeed ousting him, but they should also be very ready for the repercussion, which is the bigger chunk of their votes lost today. Mushandu, of course, there's what's said, you know, in public, and of course there's what happens behind the scenes. And you recently heard Gladys Wanga telling Sifuna, and of course Member of Parliament for Embakasi East, Babu Owino, that they're being a member of NEC, they're more than welcome to attend this NDC. Yes. Do you think, and she said that any other meeting would be illegitimate. This is the only recognized NDC that is currently happening at Jamhuri grounds. Do you think her call to ask Sifuna, Babu Owino was genuine? As to the genuine of the invitation, that only remains to be seen and heard. But the point is, of course, by saying that the special delegate conference is the bona fide one, of course it has been authenticated by the right organs of the law, including the political parties, the political party registrar as a bona fide special delegate conference. And I think that as the other day we saw the president advising Raphael Tuju on the kind of friends he needs, I also would advise Sifuna, he does not need friends like Sophie here who cheer him on to be full blast in terms of, because we have heard a bit of what he was saying at the meeting in Ufungamano before it became static. He was actually alluding to the fact that they are having an ODM meeting. Because what you have heard him say is that we must take off our caps because of recognizing the founder of this party. So in his own perception and in his own leading, he is leading an ODM political party, special, whatever he's calling it, people delegate or whatever. And therefore, the assumption that one, Sifuna still believes that he has a stake within ODM makes the matrix very complex, because... Does he not still have a stake? No, I'm saying, as far as he believes he has a stake, yet he has done a meeting in the sideline when the rest of because the executive of ODM, the entire executive of ODM, it's only Sifuna who is not in Jamhuri grounds. And therefore, my advice to Sifuna would be, if you feel you have become of age, and you feel ODM is not it's not big enough for you to be in it, just break away and form something else. But we have someone who you are telling us is going to be popular, and he still hang on ODM when his die is already cast. He still believes that he is still part and parcel of ODM. Yes, by paper, based on what was the ruling was given yesterday for them to do what is called internal party mechanism to resolve the differences. Right. By the letter of the law, he still has an opportunity. But the spirit of ODM, by the
affairs that are happening today tells you that we do not see Sifuna coming back to that fold. And therefore, I would say, as Sophie has said, it is equally going to have ramifications for Sifuna to form a different function away from ODM. Why would Sophie believe that it is only the current ODM leadership led by Oburu Odinga that will suffer the repercussions of today? Politics is a two-way traffic. Of course, by the current ODM excommunicating Sifuna, it comes with its repercussion. But it also comes with the repercussions by Sifuna praying the hard-to-get fella and the shouting fella. You know, not every war is won by going full throttle. Not every war is won by becoming offensive. Some wars are won by retreating and changing tacks. Unfortunately, Sifuna, Babu, my friend Kibagendi, all of these people, they are just like the other fella from out Kenya who was sent out of government. They are playing their cards right in the, you know, I used to do poker in the back of this city. You don't do poker. Politics is like poker. You don't put all your cards, don't show all your cards. Okay. Unfortunately, Sifuna has shown all the cards. And one of the things that is going to work against Sifuna is that hard-headedness. And it's unfortunate, the biggest problem with us young politicians, when we decide to go full throttle, you don't realize the ramifications. Okay. So I think that the repercussions of today's actions of either side will have effect on either side. It is not a one-sided. And of course, Sophie has said that she is sure that we are worried. You cannot be sure of anybody else's feeling other than yourself. Okay, and of course we continue to just monitor what is happening right now. We are going to try and get good sound, but Sifuna is addressing the crowd at Ufungamano House, holding their parallel NDC, People's NDC at Ufungamano House, as we also await the NDC at Jamhuri Grounds, led by party leader Oburu Odinga. Right there, you can see him making his way at Jamhuri Grounds, where the NDC is expected to start, I mean, any minute from now. And a lot of changes are expected following this NDC, parallel NDCs. And this comes as there has been divisions in the ODM party. So we're just waiting to see what is going to happen, what changes are going to be taking place, and what resolutions are going to be met or made in this NDC led by Oburu Odinga. And of course, remember, Sifuna is currently addressing. We are trying to get those live pictures for you so that we can hear what Sifuna has to say, insisting that he is not going to be relenting from his position. And of course, Sophie, I can see you were not very happy when Weshendu was expressing his feelings. What do you see happening in terms of Sifuna? Do you see him forming a new party? Because what is the end goal ultimately? Exactly. I may not know exactly what his end game would be or look like for him to go the way that he had chosen to do it. But I can say, and on behalf, let's say, speaking on us broader opposition, our doors are wide open. Our doors are very wide open to embrace such, because my advice would be like, for him to form his own political party would not be, for example, the ideal thing to do at the moment. Okay. And hence my answer saying that I may not know what he is thinking at the moment. All right, Sophie, I'm going to cut you short. Yeah. Let's now cross over to Ufungamano House and listen to what is currently happening, where the Sifuna-led faction is holding its People's National Delegates Convention. Anatutumia eti polisi watufungie tusingie hapa. Hii ndio ODM ama si ODM? Tumeingia hatujaingia? Watafanya nini? Nataka niwaambie hivi. Hii Kenya tuko na chama moja yenye ni national na inajulikana kama ODM.
ODM. Hawa wengine wenye wako ile side ingine, wale wakora wenye wamenunuliwa already, hatutafunga chama yetu kwa sababu ya pesa ya ujinga, si ndio? Hatutafunga chama eti kwa sababu ya pesa ya ujinga. Ya mwisho nataka niwaambie hivi, nyinyi kama vijana ambao mko hapa, sisi ndio future ya nchi. Tukiogopa tutakuwa tunaua hii nchi. Kesho ni yetu, na leo na kesho tunaianza leo. Mungu awabariki sana. Asante sana. ODM! ODM! Warembo hai! Warembo wa Sifuna hai! Warembo wa Babu hai! Sisi tuko na power. Sema sisi tuko na power. Tuko na power ya Mwenyezi Mungu, tuko na power ya wananchi. Na ndio maana Mungu ametupatia jukumu ya kulinda wananchi. Wananchi power. Kwa hivyo sisi tutaendelea, wale wako huko, sisi tuko hapa na Mungu wetu, na tuko na wananchi, na hii ndio ODM yenye tunatambua. Mimi naitwa Peri wa Babu, kwa sababu bila babu kuna tabu, na Nairobi ni tabu. Asante sana. Haya, dakika moja njoo. ODM, tuko tayari kulinda wananchi. ODM, ODM. Mimi naitwa Komisa Jared Oyie, natoka pale kwa kitengo ya vijana ya ODM Youth League. Hapo ODM Youth League tuko na slogan we say, haiwi bila sisi, haiwezi katendeka bila vijana kuhusishwa. Hapa penye tukulinda wananchi, vijana wanapewa opportunity and a chance not only to lead but also to be part and parcel of making the policies. Bwana SG, Senior Council, Comrade Babu Wino, the DPL and other leaders, where we are, I'll quote the famous quote from Mwalimu Julius Nyerere. Alituambia kaambia Watanzania, ile ambayo walikuwa wanatafuta ndani ya CCM, walipoikuta ile ndani ya CCM waliambiwa wanatafuta ndani ya CCM. Hii reform movement ODM leo iko kwa reformist. It is on those we call the conservatives. They don't care on the reform movement that we are having. Hii tunatafuta ndani ya ODM, tukitafuta ndani ya ODM, tukikosa tutaruhusiwa labda tuitafute nje ya ODM, lakini hatutaacha ODM. Sisi ni wanachama, tutabaki hapo ndani kabisa. Tuko humu. Vijana, huu ndo wakati wetu. Tuchukue kadi, na hiyo kadi naichukua, tujue tutaiweka kwa wenye wanalinda wananchi hapa. Asanteni. Haya, wa mwisho watu wakae chini tafadhali. Kuna viti ya kutosha pale, tafadhali tafuta kiti uketi. Hata wao ambao wamekaa hapa, tafadhali kaeni chini tu. Kuna nafasi ya kuzungumza, kila mtu atapewa nafasi. Wananchi power! Wananchi power! Sisi ndio na Babu, kwa sababu mimi naitwa Modi kutoka huko Embakasi East, na tunasema hatutambui hiyo NDC ambao wanasema kwamba iko huko Jamhuri. Haya, mwisho nasema kwamba Bwana SG Sifuna, tunakutambua, tuko na wewe, tuko gangari. Na tunasema ya mwisho kwamba uitishe the original NDC. We want to elect Babu Owino kama party leader na SG Sifuna kama SG. Vijana power! Asante. Haya, naomba machairman wetu wa ODM waje kwa dakika moja wasalimie. Nimeona chairman wa Meru, karibu hapa juu tafadhali. Right, thank you so much for staying here with us, and of course we continue to monitor everything that is happening today. A lot is going on here in Nairobi County. Of course, the Sifuna-led faction is going on with its meeting, the People's NDC at Fungamano House. We've just seen some members speaking to the public there, and of course we are
closely monitoring what is going on at Jamhuri grounds, where the Oburu Odinga faction is expected to continue with its special delegates convention. But right now we're going to be crossing over to Mombasa County. Remember, Sifuna and his allies are expected to hold a rally this coming Sunday on Tononoka grounds in Mombasa County. So we're going to just be speaking to some of his followers there and hear what they have to say. Mwenyekiti wa tawi la gatuzi la Nairobi, wenyeviti wote mlo hapa, mjumbe wa eneo hili Mheshimiwa Orero Peter, wajumbe wote mlo hapa, mjumbe wa gatuzi la Nairobi katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Pasaris Esther, spika wa bunge la gatuzi la Nairobi Mheshimiwa Kennedy Okeyo Ngondi, wajumbe wote mlo hapa. Maria wale dundu kadundu watatuunga hapa ili kuhakikisha tumesupport vijana wenzetu Sifuna na Babu. So message ni moja, watu wakuje na hati musioni hati kwamba kutakuwa na tear gas ama nini. Tumepata ile official communication from the police na tumekuwa authorized kwamba tunafanya mkutano ambao ni halali. So ndugu zetu wako kule nje, msiogope kupigwa tear gas. Ama sio? Sisi tuko tayari, tumeamua na tumeingojea sana hii siku. So tunawaalika hata msiogope, tuko pamoja na Mombasa itatuma message ili mujue kwamba sisi ni timu wananchi na wananchi ndio sisi. Asanteni. Linda Mwananchi hoye. Linda Mwananchi hoye. Mko tayari, si ndio? Mko tayari. Mimi kwa majina naitwa Civilizer Moses, principal member wa Linda Mwananchi. Nataka kuhakikishia kwamba wananchi wa Mombasa tumewakaribisha, mjitokeze kwa wingi na msiogope chochote. Vile umesikia wakisema ndugu zangu hapa, coordinator wetu na Mheshimiwa Alikubo na Mama County, ni kwamba tuko safe. Kama ni ground tumesakiwa, hatujataka kuja tu ile watu waseme tumekuja kuvamia. Tumeshasakiwa, tumelipa kama mwananchi yeyote. Hatuwezi kuwa tunalinda wananchi alafu tutake kwenda against sheria. Tumelipia hapa, security tumewa-notify, tuko tayari, documents zote ziko, kitu mebaki ni tumecomply tu, wananchi wajitokeze. Ya pili ningependa kusema hivi, nchi yetu hatuwezi compare Kenya na Uganda, hatuwezi compare Kenya na Congo, hatuwezi compare Kenya na Sudan. Kenya imebobea kidemokrasia. Kwa hivyo si tunaaje na tuna request serikali na tuna request wale wa kulinda usalama, acheni watu wetu walinda wananchi Nairobi wafanye people's NDC. Mali mnatuelekea tutakubali. Wacha waruhusiwe wafanye NDC yao ya wananchi. Wale kama wanajamii wako na ground, wale watu kuangalia interest zao, mbona wataki watu wetu wafanye mkutano? Wakubali tu, leo watu wanamalizana. By the leo kwa tuenda kumalizana. Kama kweli mnajiamini, wacha watu wetu, si mko na watu na mko na delegates. Wacha the people's NDC iendelee. Ikifika jioni, Wakenya utajua ni kina nani wanawatetea na kina nani wanaangalia maslahi yao. Mko tayari? Kwa hivyo sisi tunataka tuikondemn kabisa, ruhusini watu wetu wafanye mkutano. La sivyo kitaeleweka. Asanteni. Haya, kwa majina naitwa Tobias Samba, coordinator wa Mombasa. Vile Civilizer ameongea, kiongozi wetu hapa principal, sisi tungependa kukemea chochote kenye kinafanyika, wakubali watu wafanye people's NDC. Na sisi hatuwezi kubali watu wetu wakuwe intimidated. Na vile Ruto pia aliruhusiwa na Uhuru last regime azunguke na atangetange, sisi pia apatie watu wetu ruhusa na awapatie permission watangetange. Vile yeye pia aliruhusiwa akatangatanga mpaka akawa president. Aruhusu akina Sifuna pia watangetange, mwishowe Sifuna atakuwa kama president wetu wa 6 ya nchi yetu ya Kenya. Asanteni. Kwa majina naitwa John Gichana. Mimi pia nataka kuchukua fursa hii kukaribisha wananchi wote wa Mombasa katika mkutano mkubwa ambao tumengoja kwa muda mrefu hapa Tononoka Mombasa. Na nataka kuhimiza vyombo vya usalama kwamba yale ambayo tumekuwa tukiyapitia, kwa sababu mimi nimetraverse mikutano yote ambayo imeandaliwa na Linda Mwananchi. Yale ambayo mnaruhusa tear gas, mnazingizia kwamba ni Sifuna na sisi tumeruhusa. Raundi hii tunaomba tafadhali muweke tear gas zenu nyumbani. Tutakuwa watu ambao tuko na amani
na tutakuwa tunazingatia sheria. Na yale ambayo yamefanyika Nairobi kuharibu mkutano wa people's delegates, tunataka kucondemn with the strongest terms possible, kwamba nchi hii tuna practice democracy, na democracy haiwezi kuwa subvert na watu wachache. Na wale jamaa ambao wako katika jamhuri, tunasema yaliyopita si ndwele, kitumbua kisa ingia mchanga. Sisi tumewaruhusu mfanye mambo yenu, endelea na safari yenu kama mlinde ground yenye haina mwananchi, na sisi tuendelee kulinda wananchi ili tutengeneze ground kwa ajili ya kesho ya jamii zetu. Asante. Mimi nataka kuongezea kusema kwamba nataka vijana, kina mama mujitokeze, tuko tayari kukomboa Mombasa na Kenya. Linda Mwananchi ni kiungo muhimu, kiungo msingi ambacho kitaweza kutukombolea unyanyapaa na unyanyasaji wa mambo ya kidemokrasia ndani ya nchi yetu hii. Kwa hivyo naimiza kina mama mujitokeze kwa wingi. Kwanza hii mvita, kina mama wa mvita, nataka mtoke kwa wingi. Tuhakikishe kwamba tumejaza hiki kiwanja chetu, na tuhakikishe tusikize maneno ambayo ya haki ya kimsingi tutakaoweza kuambia na viongozi watakaokuja. Tunalinda Sifuna, sisi ni jembe Sifuna, sisi ni jembe Orengo, ni jembe Babu, Ososi. Anakuelekeza wapi? NDC ambayo imeitwa na SG wa chama cha ODM. Mkutano ambao huko upande jamhuri, mkutano wa watu wa jeuri. Asanteni kwa kunisikiza. Asante sana. Nimesema vijana tuende tulete wale chairman wengine ambao wamefungiwa pale nje. Utawaona hapa wote. Utawaona hapa wote. Waingie. Vile tuliingia ndio wanafaa kuingia. Sisi sio waoga bwana, si ndio? Sisi sio waoga. DJ Spider, wapi makofi ya Spider? DJ wa baba huyo. Haya, tusikize youth leader, alafu tuingie kwa hawa viongozi ambao wako hapa. Kuna wabunge wengi hapa, wengine ni marafiki wa chama cha ODM, wamefika kwa ajili ya kuonyesha solidarity na chama cha ODM ambacho kinaamini maadili ya baba Raila Amolo Odinga. Dakika moja. ODM. Sijasikia hiyo sauti tafadhali. Mumeogopa? Sisi sio waoga bwana. Hebu toeni sauti. ODM. Nataka wale wako kwa ile bandia wasikie. ODM. We are here. I'm Harrison Nambuko, youth leader ODM Vihiga County. We are here 20 of us. Wengine wamefungiwa huko nje. What I want to say that we are part of an ideology that Baba left with us. And for that reason, let us just take 1 minute to remember those heroes, Rex Masai, Albert Ojwang, and the others who were persecuted for this freedom that we are fighting for. 1 minute to take off here. Thank you so much. Thank you so much. So I want just to speak one thing. We are here as young people, and we are being told that we are the mass. Na sisi tuko kadi. Na nataka kuambia kitu moja. We are here because of the ideologies that Baba left with us. We are not part of the rhetoric, the scripted rhetoric of tuko power. Wangapi wako hapa kwa ideology ya Baba? Nione tu kwa mkono tafadhali. We are not part of that rhetoric, scripted rhetoric of tuko power. Asanteni sana. Haya. Sasa kipindi ambacho kitafuata, nataka nimuite deputy party leader. Mheshimiwa Godfrey Osoti, utatuitia viongozi ambao wako hapa waweze kuzungumza. Karibu. Tafadhali mpeane njia
Asanteni sana, asanteni sana. Sasa nataka tuende kwa haraka sana, kwa sababu tuko na mpango ingine ambayo tutawaambia, lakini wacha niseme Kenya yote ikisikia kwamba sisi tumekuwa tukisema kwamba chama ambacho Oburu anasema anaongoza imenyakuliwa na William Ruto. Kama iko siku ambayo hii imethibitisha ni siku ya leo, kwamba wameandaa mkutano yao Bondo wale Jamhuri na mkutano, alafu wamezuia Kibira lakini delegates wa ukweli ni hao wako hapa na wengine wamefungiwa kule nje. Kwa hivyo tukitoka hapa, Wakenya mjue kwamba yale maneno tulikuwa tunasema kwamba chama cha ODM kimeuzwa, leo ndio ishara inaonekana. But we want to tell you, William Ruto, we are not going to give up. We will continue fighting for the soul of ODM. Because we know your intention. Your intention is to eventually multi-party democracy in this country. And you will not succeed. Kwa hiyo vijana wetu tunataka mchukue kadi. Kwa sababu ya saa, nitapea viongozi wachache wa chama cha ODM ndio tuende kwa ile mpango ingine, si ndio? Ambayo tutawaambia. Kwa hivyo ningependa kuanza na mheshimiwa Matata kabisa. Huyu mheshimiwa atispika kwa sababu Wase mpo? Mpo? ODM. ODM. Mimi leo nina furaha sana kuwa hapa. I'm inspired by the governor of Siaya, James Orengo, ambaye ametuongoza kama TV yetu. Imagine Orengo huyu, when I was just born, he was fighting for multi-party democracy in Kenya. Na hata leo anaendelea kupigania uhaki na usawa katika nchi yetu. Na pia nirudisha shukrani kubwa kwa deputy party leader wetu ambaye ni Godfrey Ososi, pia kwa kutuongoza na kutembea na sisi kama vijana ambao tumeamua kutembea pamoja tuweze kubadilisha nchi yetu.
we are wondering why our party ODM would want to associate with this kleptocratic and lunatic regime ambayo imeonyesha kuwa inaweza ua hawa vijana wote na mambo inaendelea ni kama kawaida. Nyinyi mtakubali turudishe hawa watu? Mimi mmeona nimekuwa nikipigania mambo ya afya. Kuna daktari hapa amezungumza mambo ya afya. The health sector in this country is messed up. The education sector is messed up. 600,000 young people who are supposed to join grade 10 haven't gone to school. Capitation ambayo inafaa kuenda kwa technical training colleges na university, pesa hizo hazijatumwa. Huyu William Ruto amepandisha budget ya State House kutoka 4.5 billion in 2022 to 17 billion today. Yet watoto kule Northeastern hawaendi shule kwa sababu there is no feeding program. Pesa yote William Ruto amechukua, ameanza kukuwa sponsor wa ODM. Hivyo ndio sisi tulilelewa. We will not allow ODM and those people that are walking around with their stomachs ambao they want us to live with borrowed values. ODM ni chama ya kutetea raia. ODM ni chama ya kutetea wananchi. Na ODM ni chama ya kuheshimu katiba, sivyo? Yes. ODM NDC inaitwa na Secretary General. Na Secretary General wetu ni nani? Secretary General wetu ni nani? Na ndio tunawaambia hivi. Wewe William Ruto, tulikuwa na 10 point agenda. Tukasema kuna moja hapo ya kusema mambo ya corruption iishe. Mambo ya corruption imeisha? Imeongezeka. Kwa hiyo 10 point agenda kulikuwa na ingine ya freedom of association. Hiyo mambo mnaona inatendeka? Ndio mnawaona wanatuma polisi hapa. And we want to tell that legion of fearful members and William Ruto, we will not allow you one extra minute in power in 2027. Sivyo? Mimi nawashukuru kwa kuja hapa. Na waambie pia Jumapili tutakuwa kule Mombasa, Tononoka Ground. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Haya, asante, tunaenda kwa haraka. Mheshimiwa Babu Owino wakati atakuja atatambulisha wale viongozi wengine wote. Sasa wacha nimuite mzee wetu ambaye yeye ametusaidia kuandaa mkutano wa leo, Mheshimiwa Ruben Ndolo. Kama mbaya Ruto must go. Alisema weka taa. Exporter wakileta haya. Thank you, my brother. Bwana asifiwe. Nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Na tunaenda mpaka mwisho. Kuna mtu atarudi nyuma. Kwa hiyo chini ya kiongozi wetu James Orengo, yangu yatakuwa mafupi sana. Kwanza kushukuru timu yetu ya Nairobi. Ile nilikuwa nikitrain wakati huo. Hata wengine hao unaona wanataka kutuletea maneno. Ile Jane yule mama, mimi nimemtrain. Hata nimemwambia atakuwa gani hii. Sema tena. Kwa hiyo tunajua wanapata ruhusa wapi. Lakini mimi nasema ile timu nyingine imeshanunuliwa na Ruto. Tusidanganyane. Wale wameshaenda. Waachie Sifuna chama. Ama namna gani? Wameshaenda. Sasa wanatudanganya nini na
Mungu wetu. Hatuna mengi. Bila babu tabu. Kijana wetu babu amefanya kazi kutoka jana kutoka juzi. Na yeye ndio gavana wa Nairobi. Kwa hiyo kwa niaba ya kiongozi wetu mkubwa ambaye tuko naye hapa, ambaye yeye amefanya kazi yote hii ambayo mnaiona hapa, na ndio sababu hata wale wamekuja hapa jana wakatuletea maneno